Kama eneo lako lina upana wa mita 20 na urefu wa mita 50 na linafaa kujenga guest house, lifaa neno kufaa kujenga guest house. Rejea neno kufaa kujenga guest house. Sio kila eneo utataka kujenga guest house kwa sababu kiwanja chako ni kikubwa. Na maanisha kama kiwanja chako kina upana wa mita 20 na urefu wa mita 50 na kinafaa kujenga guest house, basi hii hapa ni guest house yenye jumla ya vyumba 20 vya kulala, ambapo mpangilio wake ndio kama ambavyo unaweza kutazama hapa. Kumbuka tu, ramani kama hizi unaweza kaendelea kutazama kupitia mtandao wako wa simu au kupitia WhatsApp yako. Cha kufanya ni hivi: tutumia message WhatsApp kwenye namba hiyo inaonekana kwenye kioo cha simu yako ambayo ni 0758260190. Namba hiyo inapatikana WhatsApp. Cha kufanya, tuma message, andika neno niunge kupitia WhatsApp hiyo hapo. Baada ya hapo tutakupatia link, na kupitia link hiyo utaenda kujiunga na WhatsApp channel yetu. Utazitazama ramani kila tunapokuwa tunaziweka katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Hapa majengo yako matatu. Kuna jengo la mbele na nyuma kuna majengo mawili. Sawa? Na jengo la mbele uzuri wake ni kwamba eneo la mapokezi linamfanya mhudumu aweze kuyatazama majengo yote kwa pamoja. Atajua ni nani yuko nyuma, ni nani yuko mbele. Uzuri zaidi na design hii hapa imeweza kuzingatia sifa zote za guest house ya kisasa au lodge ya kisasa. Sawa, vyumba ni 20 vya kulala, na jengo la mbele lina vyumba 10 pamoja na chumba cha mapokezi, lakini kuna vyoo viwili kwa ajili ya vyoo vya public. Sawa, vyoo vya umma ni vyoo viwili, lakini pia ukija kwenye jengo letu la nyuma pia nalo pia lina idadi ya vyoo viwili vya public. Yes. Na kwa nini vyoo viwili vya public? Ni kwa sababu ya emergency, of course, kwa sababu hivi ni vyoo vya emergency. Ile jengo ni kubwa sana. Na ukija kuangalia idadi ya vyumba vyote 20, takwimu zake zimekaa kama ifuatavyo. Kwa jengo la mbele ni jengo ambalo lina jumla ya bati 180 za futi 10, vile ambavyo unaweza kutazama katika picha hizi hapa. Lakini majengo ya nyuma yamegawana kwa sababu yako mawili. Kila jengo moja linatumia jumla ya bati 60 za futi 10, na kwa sababu yako mawili yanakuwa na jumla ya bati 120. Ukizijumlisha kwa ujumla zinakuwa jumla ya bati 300 kamili za futi 10. Hizi ni bati za futi 10 kwa jengo la mbele na majengo mawili ya nyuma. Mbao za kenchi, jengo la mbele linatumia jumla ya mbao za kenchi 350, ikiwa jengo la nyuma au majengo mawili ya nyuma yana mbao 300, yamegawana 150 huku 150 huku. Hii kwa nini inakuwa hivi? Ni kuhakikisha kwamba mfumo wa bati unatengenezwa katika namna ambayo inakuwa ni imara zaidi. Sawa, angle pitch au king post tunasema hivyo, au mwinuko wa bati kulingana na majengo haya yaliwekwa hapa sio mwinuko mkubwa sana, ili kuweza kuyawezesha haya majengo kukaa kwa muda mrefu sana. Kumbuka, jengo likiwa na mwinuko zaidi wa bati linadumu kwa muda mfupi sana, kwa sababu kuta haziwezi kuhimili mzigo mzito ambao unaendelea kuwa uko juu huko, kusukuma zaidi chini kwenye ukuta kutoka juu ya bati. Sasa ukiangalia kwenye idadi ya tofali za blocks hapa ni tofali 6,000 kwa jengo la mbele na tofali 5,500 kwa jengo la nyuma, ambapo kwa jengo la nyuma yamegawanyika mara mbili. Kila upande unatumia jumla ya tofali 2,750. Kwa upande wa nyuma kila upande unakuwa na vyumba 5 lakini inakuwa ni kama kiblock au kiunit fulani hivi kimejitegemea, kwa sababu mtu anapoyatazama hao majengo anapokuja huku nyuma hawezi kuiona milango ya vyumba moja kwa moja mpaka atakapokuwa ameingia kwenye hiyo unit. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hii guest house ni VIP. Naposema ni VIP, basi naomba nieleweke, kwa sababu vitu vyote vya msingi vinakuwa vimezingatiwa sana. Ukiangalia kwa idadi ya tofali za kuchoma, sasa kama utatumia tofali za kuchoma hapa kwenye tofali za bloko kwenye jengo kubwa la mbele itakuwa ni tofali 19,000. Of course tukija kwenye jengo la nyuma napo pia kutakuwa na idadi ya tofali zile, kwa sababu idadi zingine ya tofali hapa zilizoongezeka ni kufidia zile ambazo zitakazokuwa zinapasuka wakati wa kuziandaa au wakati wa kuzipeleka site na wakati wa kuanza ujenzi, kwa sababu tofali za kuchoma zina tabia ya kupasuka. Hiyo nayo ni changamoto. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo jengo limeweza kudesigniwa na namna ambavyo limeweza kukaa, vile ambavyo linaweza kuonekana. Nyuma kuna matanki mawili ya maji, of course ndani humo hakuna kinachokauka, kila kitu kizuri kinapatikana humo. Unaweza kutazama pale, unaona ni dirisha lile la reception kwa mhudumu, kwa unaweza kutazama kote, na hii ni roof plan. Karibuni sana, asanteni kwa kunisikiliza.